Shalom shalom. Kwa majina naitwa mchungaji Erasto Washokera. Niko katika kanisa la Emmanuel Shepherd liko Mbagala, maeneo ya Mzinga pale. Ninasimama na kipindi hiki ambacho kinarushwa na channel yetu ya ED TV, na leo tumepata fursa ya kumtembelea mama yetu. Atajitambulisha hapa, alafu tutayaangalia ama tutayazungumza yale yatakayojiri. Karibu sana mama. Amen. Shalom, shalom. Jina langu naitwa Paulina Mkama. Wengi wananiita kwa maarufu Prophetess, Apostle OG au Original Paulina Joseph Mkama. Amina. Okay. Mama, leo kuna jambo nataka tulidadavue hapa. Sawa. Hasa wewe utuletee ufafanuzi hasa. Maana mimi ni mchungaji kijana na hayo nakumbana nayo pia. Imetokea mara nyingi wakina mama wachungaji au niseme wake zetu sisi wachungaji, pindi ambapo tunaitwa na washirika hasa kina dada na hasa kina mama wa makanisani, wanavyotuita dadi, inafika hatua inawaumiza sana kina mama wachungaji. Wengine mpaka inafika hatua wanaugua kutokana na hii. Kwa nini umuite baba dadi? Kwa nini hivi? Sasa nimelileta kwako kwa maana wewe ni mzoefu, umekaa kwenye huduma kwa miaka mingi, umewalea wachungaji wengi, umewalea kina mama wachungaji wengi. Ili wewe unalitazama vipi au unalizungumzia vipi? Karibu sana mama yetu. Asante sana. Nashukuru sana. Mimi nitajibu kulingana na jinsi ninavyoelewa. Kama mchungaji mwanaume na umeoa, lazima utenganishe kati ya upendo wa mke na mshirika, na ni lazima utofautishe muonekano wako kama mama mchungaji na kwa mshirika. Uwezi ukamwita mke wako ukamwita labda kuna jina fulani unapenda umuite labda sweet. Kuna wengine wanaita vijana hivyo, mwingine unamuita besti, mwingine unamuita my love. Sasa aje kuone tena na mwingine ukapitia ukasema ukamuita tena besti, au ukamuita tena my love, au ukamuita tena my sweet, au ukamuita jina lile ambalo wewe unamuita mke wako. Hapo umekosea sana, na hapo ndipo friction inapoanziaga. Na pia pale unapokuwa umekaa, unajua kama mama mchungaji, kwanza kumbuka ulipomwendea siku ile, ulivyokuwa unaanza kumpenda, unamposa, unataka umuoe, alikuona kabisa sura yako iliendaje na muonekano wako kwake ulikuwaje. Sasa anapokuona vile, yeye kama tayari huyo alinipata kwa jinsi niliona akifika kwangu alikuwa anafanya hivi, hata muonekano wako. Sasa anapofika binti fulani, ule muonekano ambao sikuwa alinifuata mimi na uona kwake, hapo ndipo vita inapoanzia. Kwani Mama Bishop, sawa, ili neno dadi lina shida gani endapo nitaitwa na nikaliitika? Hilo neno dadi halina shida. Halina shida kwa sababu niseme kwani dadi ni na hapo ndipo ujue. Wewe ulioa mwanamke ulimtoa kijijini kwenu, na amesoma kaisha darasa 7. Amekuja mjini hata Kiswahili vizuri hajajua, anakutana na neno dadi. Sasa anaona dadi pengine ni kitu kizuri. Mfafanulie mke wangu, neno dadi linamaanisha hivi. Ukimwona mtu ananiita dadi, usishangae, ni neno la kawaida kabisa. Mpe elimu hiyo kwanza aelewe. Alafu kwako itakuwa rahisi sana, na wala haitamuumiza wewe ukiitwa dadi, maana atakuwa ameshajua kumbe maana yake ni hii tu. Hakuna kitu cha ziada. Nimependa pale mwanzo pia ulipozungumza na ningependa pia upakazie vizuri ili watazamaji wetu wapate kuelewa kwa kina. Ulizungumza kwamba wakati aidha mimi kama kijana nilienda kuchumbia, ama mchungaji nilienda kuchumbia, kuna muonekano nilikuwa nao na yule kuna muonekano alikuwa nao, aidha ile miitikio namna ilishabihiana. Hicho umesema hivi, ikiwa binti au mama ataita dadi akiwa na hali zile ambazo ndizo wewe unafikiri ama ndizo unazozungumzia kwamba zilikuwako kipindi aidha ulikuwa unamfuata, iwe ni mkeo au ni mumeo, vitu kama hivyo. Umesema
ikitokea maneno yale yatatamkwa na mtu ambaye yamkini akajiweka kwenye mtazamo wa kutaka kitu ama kuweka kitu ndani ya lile neno, ndio inaweza ikawa na changamoto. Nilikuwa nataka hapa upakazie vizuri, maana nataka watu waelewe pia kwa kina kuhusiana na hili. Sawa. Najua kwamba kwanza kabisa kama nilivyosema kwamba kuna utofautishe upendo wa mke na upendo wa mshirika. Ninajua kabisa kama mchungaji, hata mimi mwenyewe ni mchungaji, unapenda watu wote. Na katika kuwapenda watu wote, sasa kuna vitu ambavyo labda ni dadambue vizuri pale ambavyo wachungaji wengi vimewaumiza. Yeye ni mchungaji, wewe ni mchungaji mwanamume. Sasa viongozi wako ni wachungaji, ni viongozi ambao pengine shemasi ndio ni mdada, katibu wako ni mdada, na mwingine ni wadada, wamezungukwa na wadada. Mnapaswa kukaa na kuongea na kupanga kama viongozi. Lakini sasa katika kuongoza kule, najua vizuri kama mama mchungaji naye ni mchungaji. Siku baba mchungaji hapo, mama mchungaji anaweza akachunga. Kama unamweka yuko karibu na wewe, atajifunza vizuri. Lakini kama ukimfanya mama mchungaji yeye kama ndio siku hiyo ndio kama house girl, wewe unataka ukae na katibu wako wadada amekuzunguka pale, yeye awapikie pale muje kula, kwa kweli anawaongezea na chumvi, mshindo kula, kwa sababu pale umemkoroga. Unapaswa kabisa, wengi wanaharibu pale, paswa kabisa, hata kama mama maana ulimpenda, hata kama hana cheo, embu penda kuwa karibu naye, muonyeshe upendo. Nilijifunza kitu kimoja, mimi na watoto wengi sana, nimezaa watoto wengi. Ninapokuwa nimejifungua mtoto mwingine mchanga, huyu mwingine ambaye anafuatana na huyu ambaye tayari anaelewa mama nini anaelewa, huwa nakuwa karibu naye kuliko huyu mdogo zaidi. Kwa sababu gani? Maana yule anatambua, ina maana nikionyesha upendo mkubwa kwa huyu atamchukia huyu. Na hivyo ndivyo wachungaji wengi mliokosea. Umeenda kuonyesha upendo mkubwa sana kwa mshirika kuliko mke wako. Kwa sababu na yeye Biblia inasema kwamba Mungu ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mumewe. Sasa katika kumlinda kukoje? Ndio mambo kama hayo. Kanakuja kadada, kanakuita dadi, huku kana kuangalia machoni, kanalegeza macho. Mama anaona hivyo. Sio kwamba anaona. Dadi, wewe dadi, nitakwenda nikuambia dadi, huko anakushika na bega. Sasa huyo dadi gani jamani tena? Unaona jinsi ilivyo. Kuna vitu ambavyo vinakuwa ule ukaribu na washirika sana. Unatakiwa uishi nao kwa washirika kwa kiwango kwamba kweli ni washirika wangu. Hata kama anaongea jambo, hebu tuongee kwenye uwazi basi. Sio kwenye kona mko wawili, niambie mwanangu. Dadi wewe acha tu. Yaani huyo mume wangu wewe acha tu. Dadi wewe acha tu mchumba. Sasa dadi tu miguu imening'inia kwenye mapaja. Dadi gani huyu? Ni lazima mama achukie sana. Na wachungaji wengi mnashindwa kujizuia. Na hilo linakuwa linawaharibia huduma. Maana mama akiharibu CV yako ya huduma, wewe huwezi kwenda mbali. Mimi wanajifunza sana kwa wanajeshi. Wanafundishwa sana kuhusu habari ya kuishi vizuri na mke wake. Alafu anaambia kwamba mke wako uishi naye vizuri kwa sababu mtu wa kwanza akitaka kumaliza ni mke wako. Huyo ndio anakupikia, huyo ndio unalala naye. Yaani wewe hapo ukilala unakoroma tu, hapo hauna CV cha uchungaji, mtume unabii sasa, yaani umelala unakoroma tu. Yule mama ndio anakujua unakoroma, ukoromi kila kitu. Kwa hiyo ukitaka kumaliza na unaambia kwamba ishi naye vizuri. Sasa ndio maana na iliyo mbaya zaidi, mama akigundua kwamba huyu baba anakuwa na macho kama mawili kadhaa hivi, ataanza vile mnavyochuma ndani, ataanza kukuchuna baada ya kutunza. Maana anajua huyu ninavyomuona upendo wangu kwake umeanza kuangukia kwa mwingine. Isije siku akaamua kuangukia kule hivi tunavyochuma ikaonekana kwamba vikaenda kwa wengine. Unakuta kwamba badala mama hizi hapa mmepata ngapi? 200 hizi hapa, anachukua 100 nzima anaweka kwenye kibubu. Alafu anabaki anakuwekea 50 pale, atakupigia mahesabu anayaweza. Nikanuna mlenda, nikapitia karanga, nikafanya nini? Yanaenda sawa. Huko ameweka. Maana amesha kujua kwamba wewe ni ndumila kuwili. Kwa hiyo anaanza kujifunza kwamba kujiwekea akiba na kujiwekea kisaikolojia kwamba nitakavyokuwa mwenyewe na kujijengea ufahamu. Lakini haya yote yanatokana na appearance ya kwako. Na hao wakina dadi hao. Dadi ndio hao. Mtazamaji wetu, nafikiri umeelewa kwa kina kile ambacho Mama Bishop amekizungumzia.
Sehemu nimemkoti kwa makini sana ni kuhusiana na wake wa wachungaji. Utambue kwamba pia ni binadamu, wana sense, wanaweza wakajua nini kinaweza kutokea. Kuna andiko amelizungumza hapa kwamba imeandikwa wake walindeni waume zenu. Amelizungumza hapa kwamba ulinzi wa mume umewekezwa kwa mkewe. Ina maana mwanamke ana jicho pia la kuona, kwa mujibu wa kile ambacho anakizungumza mama hapa. Mwanamke ana jicho la kuona baadaye anguko linaweza kutokea, maana anawajua wenzake namna walivyo na anayajua mazingira. Kwa niseme hivi, leo tumepata maarifa makubwa sana kuhusiana na hiki, kwamba si kuitwa tu dadi ni changamoto. Je, kilichoko nyuma ya kuitwa dadi ni nini? Hasa hicho ndo Mama Bishop amekizungumzia vizuri. Sasa Mungu akitupa neema, tutaendelea kufika kwake mara kwa mara, maana anayo mambo mengi, mambo mazito, mambo makubwa kwa ajili ya kuhekimisha, kulisha, kufundisha pia vijana. Kwa kama ana neno la mwisho kulingana na hili, acha nimkaribishe atoe neno la mwisho kwa wachungaji vijana.